juu ya mahali University ya Nyamira itawekwa. Yale yalipo ni maneno watu wanajiwekea kuwa president alisema ati university kuwe mahali fulani. President hakusema hivyo. Nilikuwa kwa mkutano huo kwenye president alishurutishwa, alisumbuliwa, alipigiwa makelele, mkutano wake ulikuwa hatarini, na ndiye akauliza mara 5 juu ya hiyo tata kuhusu university, na akawaambia kwa sababu mbunge wa eneo hilo alikuwa anadai walikuwa wamezungumza mazungumzo ya siri mahali na yameanikwa, ati kama ni hivyo ni hivyo. President kulingana na katiba ya nchi na sheria za nchi, kazi yake sio kupeana university. Kazi ya kupeana university ni kazi ya commission ya university nchini. Na hiyo commission, tulipoanza safari ya president, hiyo commission haikuwa imetembelea hata sehemu zile universities zinaenda, haijatengeneza recommendation na decision yao. Na mtu yeyote anayedai kuwa uamuzi umefanywa juu ya university na yeyote ambaye sio commission, hiyo si halali, hiyo ni kinyume cha sheria, na hiyo haitafaulu. Na ndio tu nasaidia wale ambao wanaleta excitement isiyo kuwa na miguu eti kuwa uamuzi umefanywa University ya Nyamira iwekwe mahali hapa ama pale. Na ndio nilisema rais wa Kenya ama urais wa Kenya ni kitu cha muhimu sana kinachostahili kuheshimiwa. Na yaliyotendeka huko Kiabonyo ni upotofu wa nidhamu na kukosa heshima kwa afisi ya rais. Rais alikuja kufanya huko Kiabonyo jambo moja tu, kuanzisha miradi ya mashule yanayojengwa na ufadhili wa Kuwait. Na alizindua. Kama angelikuwa anakuja kuweka university pale, angeizindua. Na rais wangu ni rais mwenye PhD, anajua vile university zinatengenezwa. Na ni mwanasiasa shupavu. Na akipata idlers wakianza kuleta mzaha katika mkutano, kuleta agenda ambayo haikuwa katika hiyo mkutano, ilimbidi aokoe mkutano, amalize na aende. Na ni aibu kuwa katika huo mkutano viongozi wa Nyamira hawakupata nafasi ya kueleza mahitaji ya watu wa Nyamira. President hakuja kutengeneza university. President alikuja kuzindua Kuwait projects na kusikiza ni nini watu wa Nyamira wanataka. Ni aibu kwetu kuwa hatukupata ile nafasi kwa sababu ya majangili waliosafirishwa kuja kujaribu kubadilisha agenda ya mkutano wa rais. Na mimi nataka kusi viongozi wenza, yaliyotendeka kule Kiabonyo yameonyesha sura mbaya zaidi ya uongozi uliohusika na ule mkutano. Sitataka kamwe kuhusishwa na mikutano kama zile. Nyinyi mnakumbuka tumeandaa mikutano miwili ya rais hapa Sirunga, na inastahili iwe kielelezo kwa viongozi wengine. Mikutano ni forum mwafaka ya sisi kuingia na kujadiliana na kusukuma agenda ya eneo yetu. Mwenye alitutendea yale kule Kiabonyo, naomba Mungu amsamehe, lakini watu wa North Mugirango, mimi nawaomba, hata gavana mzaliwa wa North Mugirango hamtaki atengeneze agenda ya watu wa Nyamira katika constituency yake. Hamtaki rais azungumzie watu wa Nyamira na tupee fursa tumueleze mahitaji ya watu wa Nyamira. Mimi nilikerwa na sina aibu kusema this is not the face of Nyamira, and that was not a meeting ya watu wa Nyamira. Waliokuwa hiyo mkutano si watu wa Nyamira, ni watu walisafirishwa kwenda huko wakakuja kuhujumu mahitaji na maono ya watu wa Nyamira
na naomba rais atusamee na aswa asamee wale waliohusika na hiyo sarakasi. Je, hakuna uamuzi umefanywa kuhusu University ya Nyamira? Ya hiyo maneno, president amewekwa pressure, amewekwa in an uncontrolled environment, na kuuliza ni maneno, na uangalie huu mkutano na clips zake uone ni mara ngapi president alijaribu kucontain meeting na watu bado wakarudi university, na walikuwa na posters huko printed by somebody we know. Yeah, and I dare say somebody should have been arraigned in court long ago. And I want to take serious exception with the DCI and the National Security Intelligence. You should have informed the president that he is going to face a situation like that. This is a total failure on our intelligence system. And the DCI, who have not taken action on the fraud involving 100 million shillings about that site associated with Eldoret University. And honestly, having lost 100 million on that site, which is not resolved, how foolish shall we be sitting here as elected leaders to watch another 500 million to go to that bottomless pit? We will not sit back and let that happen. That money is for Nyamira. It must benefit Nyamira. Huko hakuendeki, hakutaendeka, and I dare say I will mobilize Nyamira people to occupy that place should any